Tunaendelea na somo letu, na kwa sababu ya muda nikisema niende Ijumaa na Jumamosi sintoingia kwenye somo. Pengine kwa sababu ni kawaida ya mwalimu, acha nipite haraka kwa sababu nikisimama tu kwenye somo la leo nikiendelea hapa bila kupita nilipopita juzi na jana, ambao ni mara ya kwanza, leo si rahisi sana kunielewa. Atapata kipande tu kidogo ambacho kitampa, ataelewa tu. Tukifanya misamaha kidogo ni rahisi kunielewa. Kuna mimi nataka nipite tu nifanye samahani, yaani vitu vichache tu nipite tu kwenye somo. Amen. Nikimbie tu walau dakika sehemu, alafu na ndipo niendelee kwenye somo. Kanisa la Mungu, haleluya. Wana wale juu, haleluya. Kwa wageni, naitwa mchungaji Mwangunguru. Ninafahamika sana kwa jina la mtume wa apostle. Amen. Tume wazungu wenzetu wanasema apostle. Ninafahamika kwa jina hilo sana. Amen. Kwa sababu ndivyo nilivyokuwa nafanya. Sio mtu unayemjua wewe kwa kuwakalisha watu kwenye majamvi huko. Hiyo sio. Amen. Sasa manogizia nabii au mtume, mtu anakuwa na mashaka mtume tena. Amen. Kwa naitwa mchungaji Mwangunguru, niko hapa. Amen. Mpaka Yesu akaporudi. Tulianza kwa somo ambalo tulikipa kichwa, niliandika, je, wewe ni kanisa la Mungu? Tulianza kwa mfumo wa swali, je, wewe ni kanisa la Mungu? Tukasema kanisa ni neno lililotokana na lugha ya Kiyunani likiwa na maana la eklesia. Amen. Tulianza hapo kwamba kanisa ni lugha la Kiyunani. Kwa Kiyunani ni lugha iliyotokana kwa lugha ya Kiyunani inayoitwa eklesia. Amen. Likiwa na maana kusanyiko la nini? Amen. Likiwa na maana ya kusanyiko, likiwa na maana ya neno amen, kusanyiko la nini? Lenye maana ya kusanyiko la uamini. Amen. Walioamini au walioitwa kwa kusudi lake. Hilo ndo kanisa. Amen. Ndio maana sasa tukaanza kuona maana, tukaangalia maandiko kwenye kitabu kile, tukaona, tukasema maana ya pili. Amen. Kwamba ni nyumba ya Mungu, yaani ni yule aliyeitwa, aliyegeuzwa kwa mfano wa Mungu, lakini ndani yake Kristo anakaa, yaani aliyeokoka. Huyo ndio kanisa. Tukasema hili ni jengo la kanisa. Tukiondoka tukiacha kulitumia, itabaki jengo. Sema ndipo jengo la kanisa. Wanaweza kufanya miradi mingine tu wakabrani hapa na ikaenda, kwa sababu kanisa likiondoka na upako wa Mungu unaondoka. Utukufu wa Mungu unaondoka, wanaondoka nao. Amen. Kanisa la Mungu, haleluya. Kwa tukasema hili ni jengo la kanisa, ambako huku ndani wanakaa kanisa la Mungu, linakaa kanisa la Mungu, ambao ni wewe na mimi, ndio kanisa. Amen. Na tukasema tukaangalia maandiko kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 3:16 na 17, anasema mjue kuwa miili yenu ni hekalu na kwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. 17 anasema mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Kwa mujibu wa Biblia inatuonyesha wazi, mtu wa Mungu, hii kama iko sawa, inatuonyesha wazi kama ina mwangu inausikia, inamwambia kwa sikioni. Amen. Inatuonyesha wazi kwamba kanisa sio jengo, ni wewe, ni mwili, ni wewe ukiwa mwili wa Kristo. Maana ukikubali kutunza utakatifu, Kristo akiwa ndani yako, ukakubali kukuka kweli, kama mama amezungumza hapa kwamba ni Mnyakyusa niliyokubali kwenda wapi? Anayesafiri kwenda mbinguni. Yaani ukikubali
kuwa mfuasi wa Kristo, yaani Yesu akiwa ndani yako, Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, wewe ndio unaitwa kanisa. Kwa kanisa ni mwili. Amen. Wana Mungu, haleluya. Kwa tukaona kwa mujibu wa kitabu hiki kikatuonyesha wazi kwamba kanisa sio jengo, bali ni mtu aliyeitwa kwa kusudi, aliyekubali kumpa Yesu maisha awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Huyo ndio kanisa. Anaposema Mungu Yesu nakuja kuchukua kanisa, manake si jengo, ni sisi tuliokusanyika ndani ya bado kanisa. Kwa ili ukafike mbinguni lazima ukubali kwa kanisa. Yaani Kristo aumbike ndani yako. Tusidanganyane. Achana visherehe vya wao wanaofanya vitu vya kwao, lakini wewe na mimi tufanyike kanisa la Mungu ili tuwe tayari kwa unyakuo. Amen. Na mara nyingi nasema, mara nyingi hakuna kitu ambacho sikipendi kama kufanya jambo kwa unafiki. Tena natumia nguvu kubwa kwenye kitu ambacho wala sina mpango nacho. Amen. Huwezi kuwa mtu wa kanisani kama hujatunza utakatifu, kama hujashirika na Mungu. Lazima ukubali kuwa shirika la Kristo, kwa sababu ili kila kazi mtu anayofanya, tamani kufanya kazi itakayokupa matokeo baadaye. Amen. Kanisa la Mungu haleluya. Sasa tulianza namba 1 kuangalia kwa kina, tukarudi kwenye somo. Tukasema kimsingi tunaposema kanisa maana yake ni nini? Ni wewe au ni mtu mwenye tabia ya uungu ndani yake. Amen. Huyu ndio kanisa. Tukasema kimsingi tunaposema kanisa ni wewe au ni mtu. Amen. Au ni mtu. Kanisa la Mungu. Mtu mwenye tabia ya uungu ndani. Yaani naishi na Kristo, umetunzwa takatifu, umeokoka, ndani yako Roho Mtakatifu, umejazwa Roho Mtakatifu. Yaani wewe ndio kanisa. Kwa mujibu wa neno tulilosoma pale tulipotanguliza. Amen. Kwa tunaposema kanisa, maana yake ni mtu, amen, mwenye tabia ya uungu ndani yake. Amen. Yaani aliyekubali kuwa familia ya Mungu. Kwa hiyo lazima uhakikishe Kristo ameumbika ndani yako ili kutembea katika mfanano kama mwana wa Mungu, ili kutembea katika mfanano kama mtoto wa Mungu alivyo, ndivyo ulivyo. Tukatoa mifano mingi pale na tukaangalia maandiko. Amen. Kwenye Galatia ile 4:19. Napita haraka hapa, siendi, napita haraka kwa sababu narudi kwenye somo langu. Galatia 4:19 ndio tulianza siku hiyo. Galatia 4:19. Tukasoma Waefeso 4 mstari wa 1 mpaka wa 7. Lakini pia tukaangalia kwenye kitabu kingine cha Efeso 1 mstari wa 22 na 23. Tukaona Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 13. Kuna kitabu nimekiruka. Amen. Ndio tulianza, ilikuwa Jumanne hiyo. Lakini tukaendelea namba 2. Tukasema hivyo kama mwana familia unapaswa kusimamia wito wako kikamilifu ili kutimiza kusudi la Mungu kwako. Na tunapaswa kujua wito wetu. Amen. Lazima ujue umeitwa kwa kusudi gani. Yaani kanisani hakuna mtu aliyekuja tu kukaa. No. Yaani kila mtu akipeleka, tukiungamanisha pamoja ndio tunaita kanisa. Lakini tulipoanza tukazungumzia sana kuhusu upendo. Amen. Kanisa Mungu. Kwa vile angalia kanisa, kwamba kanisa lina sura gani? Ndio maana ya somo. Kwamba je, wewe ni kanisa? Tunaangalia sura kamili ya kanisa ambayo Yesu anakuja kulichukua. Amen. Kwa tuliangalia maandiko pale. So namba 2 kwa tukasema hivyo kama kanisa, kama mwana familia ya Mungu, unapaswa kusimamia wito wako kikamilifu ili kutimiza
kusudi la Mungu kwako. Na tunapaswa kujua wito wetu. Ndio tukaangalia Wakorintho wa kwanza 1 mstari wa 30 na 31. Tukaangalia Timotheo wa pili 1 mstari wa 7 na wa 9. Tukaangalia Wafilipi 3 mstari wa 15 na 16. Tukamalizia Waebrania 3 mstari wa 14. Amen. Wana Mungu haleluya. Kwa maandiko yakatuelekeza tukajua, tukatambua kumbe kanisa ni la namna gani ambao Yesu anajivunia. Kwa ili Yesu ajivunie kanisa, lazima iwe sawa na tulivyosoma. Amen. Nje na hapo bado hatujakamilika kuwa kanisa la Mungu. Wana Mungu haleluya. Lakini tukaendelea namba 3. Tukasema kujua kwamba sasa wewe ni familia ya Mungu ni msukumo wako wa upendo kwa Mungu na kwa ndugu kama familia. Yaani ili ujue ndani yako wewe ni kanisa, kujua kwamba wewe ni kanisa ni namna msukumo ndani yako ulivyo. Amen. Na baada tukaenda hapo tukasema kujua kwamba sasa wewe ni kanisa, ni familia ya Mungu. Amen. Ni familia ya Mungu, ni msukumo wa upendo. Yaani upendo ndani yako, yaani upendo wa kumpenda Mungu ndani yako. Ule msukumo unampenda Mungu kiasi gani? Nikasema kumpenda Mungu ndani yako na kwa ndugu, kumpenda Mungu na kwa ndugu pia. Upendo kwa Mungu na kwa ndugu kama familia. Tukaendelea tukasema jinsi mtu anavyompenda Mungu ndio matokeo ya upendo wa mtu na mtu. Yaani kanisa ni wewe kasemana vibaya, hawezi kufarakana. Kwa nini? Kwa kadri unampenda Mungu, Mungu anaendelea kuchochea upendo ndani yetu. Unaoleta na kusababisha matokeo ya upendano wa sisi kwa sisi, yaani wa mtu na mtu. Ukiona kanisa lina matabaka, halijakamilika kwa kanisa, halijawa familia ya Mungu. Kwa sababu kanuni kimsingi, familia ya Mungu ni wamoja. Wana lugha moja, usemi mmoja, ubatizo mmoja, imani moja. Ndio kimsingi, hiyo ndio familia ya Mungu. Maana lazima pawe na maelewano. Kwa kadiri unampenda Mungu na ndugu, ni matokeo unampenda Mungu. Ile ule upendo unaendelea kumpenda Mungu, unakupa matokeo ya upendo kwa ndugu na ndugu, yaani mtu na mtu. Sasa tunatoka hapa, mtu atamani kwenda sehemu nyingine, anatamani Jumaa ifike haraka, Jumanne ifike haraka, aingie kwa Mungu. Kwani mara pekee hapa moyo wako utafurahi ni kanisani, maana atakutana na familia yake ambao ni watoto wa Mungu, upendo wenzake, watabadilishana mawazo. Kwa sababu kule nyumbani hata kama mmezaliwa tumbo moja, maadamu ni mpagani hawezi kupa mawazo chanya. Mtu pekee anaweza kukusaidia ni yule aliyekuka, huyo unayemwona. Hebu mwangalie sana. Yaani huyo ana uwezo, huyo ndio familia yako, ndio ndugu. Mwambie usiniseme vibaya, nipende tu hivyo hivyo. Mwambie hata kama sina sifa kupendwa na wewe, lakini si mtoto wa Mungu, nikubali tu nipende. Amen. Wewe ni mwana wa Mungu bila kujali tuko wapi, tumetokea wapi, bila kujali familia zetu. Unajua Mungu ametuokoa, ametusanya wakati fulani, familia huyu na huyu hayaelewani kabisa, yaani haina maelewano. Lakini hiyo familia ambayo ina maelewano na huyu na huyu, akamchoma mtu hapa, akamchoma na mtu hapa, akatuunganisha. Tunawaachia wao matabaka yao, sisi tunaendelea kuishi kama wana wa Mungu. Kwa sababu ndani yetu ni mmoja. Hatuwezi kuendelea tena kulisi matabaka ya watu husika. Hatuwezi kuendelea kulisi matabaka ya familia. Maana Mungu ametuunganisha, haijalisha itutoa wapi. Mungu ametuchomoa kwa makusudi. Kwa kadri unavyompenda Mungu ndani yako, ni matokeo ya ule upendo wa Mungu, unakuwa matokeo ya kumpenda ndugu yako. Wana Mungu haleluya.
tuliangalia maandiko pia. Tuliangalia maandiko. Amen. Tukasema kujua kwamba sasa wewe ndio unaendelea hapa, kwamba wewe ni familia ya Mungu na ni msukumo wa upendo kwa Mungu na kwa ndugu kama familia. Jinsi mtu anavyompenda Mungu, amen, ndiyo matokeo ya upendo wa mtu na mtu. Tukaangalia kwenye kitabu kile cha Yohana wa kwanza 4 mstari wa 7 mpaka 12. Tusome pote pengine hapo pia tukasoma, tukaangalia kitabu kile cha Wakorintho, amen, Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 4 mpaka ule wa 8. Ndio tulishia nadhani kwa jana. Amen. Kwa sababu ndio tulishia jana na ndio kini cha kuleta kwenye somo lingine leo. Hebu tusome mstari hiyo pia. Tusome kitabu hicho. Angalau kimoja tu kwenye kitabu cha Nyakati ile wa Yohana wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana 7 na 4 mstari wa 7 mpaka 12. Twende tusome hapo. Twende. Ndio. Wapenzi na mpendane. Azama wapenzi, mpe maiki. Amen. Wapenzi, tamani Biblia isikike kuliko tamani pia. Twende. Wapenzi na mpendane. Nimesema kujua kwamba sasa wewe ni familia ya Mungu. Ni msukumo wa upendo kwa Mungu na kwa ndugu kama familia. Nikasema jinsi mtu anavyompenda Mungu ndio matokeo ya upendo wa mtu na mtu. Ndio tukaangalia kitabu hicho ili tuone ninachokisema. Tuende nasema kuandika. Kwa kuwa rudia mstari. Wapenzi na mpendane. Asa wapenzi na mpendane. Kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Asa kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Na kila pendaye amezaliwa na Mungu. Na kila anayependa lina upendo ndani, huyo amezaliwa na Mungu. Ndio kujua kama sawa ni familia ya Mungu. Ni msukumo wa upendo ndani yako. Lazima kila pendaye amezaliwa na Mungu. Naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu. Yeye asiyependa, alima yeye apendaye amezaliwa na Mungu, alafu anamjua Mungu. Sawa. Twende. Bali asiyependa anasema hajamjua Mungu na hajazaliwa na Mungu huyo. Anasema Yesu ni Bwana. Kama ndani upendo hakuna, yeye ni mtu wa kisirani, mtu wa kuwekea moyoni, mtu wa chuki, mnyimi. Yaani wewe kumsaidia mtu umesaka jana, wewe kumtetea ndugu yako hata tuunga kidogo, unaona picha kipindi kigumu mpaka kwenda kuomba kwa mpagani, wakati mpendo uko nyumba ya tatu hapo, unafika mpaka ufunguni. Yaani chakula unachochotea chumbani na hifadhi. Leo tumpenda sione, huo sio upendo. Ama huo ukijaliwa na Mungu. Kwa kuwa alizaliwa na Mungu, ndani yake ni asili ya upendo. Anatamani afanikiwe kama ulivyofanikiwa wewe. Unatamani wenzako hamjue Mungu vizuri kama wewe unamjua Mungu vizuri. Unatamani wewe mwombaji mzuri, au mwombaji mzuri kama wewe unaomba vizuri. Unatamani na yeye auzuie ibada vizuri kama wewe unauzuia ibada vizuri. Unatamani atundo takatifu kama wewe unafanya mtundo takatifu vizuri. Unatamani kumwamkiza kwa ndani yako na uchungu ule upendo wa Kristo. Umezaliwa na Mungu, na kwa sababu asili ya Mungu ni upendo, utatamani mwenzio hawe kama ulivyo. Anasema twende. Yeye asiyependa hakumjua Mungu. Anasema yeye asiyependa hakumjua Mungu huyo. Kwa maana Mungu ni upendo. Katika hili pendo la Mungu. Anasema katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu kwamba Mungu twende amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Ndio mzao. Katika hili pendo la Mungu. Anasema katika hili pendo la Mungu lilionekana. Angalia Mungu anavyosema. Mtunaona lengo la kuandika anasema. Anasema katika hili pendo la Mungu lilikuwa dhahiri kwetu, yani lilionekana kwetu peupe. Tunasemaje? Kwamba Mungu amemtuma mwanae ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Ili tupate uzima wa milele. Hili ndilo pendo kubwa. Si kwamba sisi tulimpenda Mungu. Sio kwamba wewe ndio ulimpenda Mungu kwa matendo yako mazuri, yani mkonvince Mungu ile
no. Ni neema ya Mungu. Aliona huna msaada, aliona kifo chako ni kesho. Niliwahi kuhubiri fundisha hapa, nisema kila mmoja hapa, Mungu ungemuuliza Mungu alikutoa lengo la kukuokoa, halikunusuru jambo gani, usingeelewa kwa Mungu. Pengine ungekuwa umezikwa hapo, singekuweko. Bwana alipoona, alipochungulia kaburi, akakuchoma mapema pa, akakutoa. Wewe unasiona baraka za Mungu, lakini ukimuuliza Mungu hata kuonyesha sababu iliyomfanya akuokoe. Ametutoa mbali, alituhurumia, tupenda, alijua mauti yametondamia. Bwana kamua aje katika upendo wake, akatuchomoa, akamtoa kwenye mauti. Wana Mungu haleluya. Kama ilivyoandikwa kwamba naye alituokoa na mkono nguvu ya nini? Na nguvu za mauti. Katika hili Mungu alionyesha upendo wetu. Sio kwamba sisi ndio tulimpenda, bali yeye ndiye alitupenda. Twende ili tupate uzima wa milele. Anasema hicho. Amen. Bali kwamba yeye penda sisi. Kwa bali yeye tupenda sisi. Amen. Akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi. Sasa wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi kwa jinsi hii, imetupasa na sisi kupendana. Imetupasa na sisi kufanya nini? Kupendana. Nimesema ili kujua wewe ni kanisa la Mungu, ni familia ya Mungu, ni msukumo wa upendo ndani yako kwa Mungu na kwa mtu pia, kwa jambo pia, yaani kwa ndugu yako pia, yaani kwa mpenda mwenzako. Nikasema jinsi unavyompenda Mungu ndio matokeo ya upendano wa mtu na mtu. Rudio mstari unasema, wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Ndio. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana Mungu hukaa ndani yetu. Yaani tukipendana unatimiza kusudi la kuwa kanisa. Tukipendana Mungu anafanya nini? Tuende sana, nasema. Amen. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote. Hakuna Mungu aliyemwona Mungu wakati wote. Tukipendana Mungu hukaa ndani yetu. Mungu hukaa ndani yetu. Maana tayari wewe unakuwa kanisa la Mungu, unasubiri unyakuo kwa sababu tayari Mungu yuko ndani yako. Na faida kama Mungu ndani yako, anakusaidia kushinda dhambi. Hata kama dhambi ilijificha sana, kwa sababu yuko roho wa Mungu ndani, utaishtukia mapema. Wengi watu ni watu watoba kwa sababu tayari ndani walikuwa washabiki na hawakuwa na upendo wa Mungu. Mungu hukaa ndani yao, ambao ungemsaidia kutoka mahali na kuikimbia dhambi. Tunafundisha neema ya Mungu, tunafundisha neema ya Mungu ili ukulie wokovu. Kubali kwa kanisa la Mungu wewe, ili Bwana afurahie uwepo wako duniani. Bwana Mungu haleluya. Wana walijua haleluya haleluya. Endelea nasemaje? Kwa sababu tunahama kwenda kipengele kingine. Tumalizie hapa hii tuwavuta hapa kwetu pengine. Ili watu waelewe ni maisha kidogo. Amen. 12. Anasema hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote. Hakuna Mungu aliyemwona Mungu. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote. Tukipendana Mungu hukaa ndani yetu. Tukipendana Mungu hukaa ndani yetu. Na pendo lake limekamilika ndani yetu. Na pendo lake limekamilika kwetu. Hebu tupende, tupendane, tusaidiane, tuhimizane, tushauriane kwa wema. Usikimbilie kugadhibika tu. Kubali kuonywa. Kwa kuwa ndio msingi wa wito wetu. Tumefika hapa wengine ya nusu kiboko, lakini tulistahimili. Bado nilijua huyu mtu hatuoni kwa ukali kwa faida yake, ni kwa faida yetu. Kwa tulistahimili. Nimeanza huduma miaka mingi kidogo. Na sisi tungegeukia tukitaka mafanikio, tungegeukia kwenye injili. Kwanza wanafanya mazoezi kwanza ni kuna mambo ya ajabu. Si anamasha Mungu anaingiza uongo tu na kufanya vitu vya kwake. Na kwa sababu Watanzania kuna nini? Waafrika wanapenda uongo. Ni rahisi kupata wafuasi wewe. Nisikilize kanisa. Tumekuwa wengi. Na kwa sababu watu kweli hawataki.
Itufa la kweli. Tutasimamia tusiwe. Haijalishi haeleweka. Lengo langu litimize takwa la Mungu. Kwa nini? Binafsi natamani kaende mbinguni. Na hii nifika mbinguni lazima nisimame nikubali kutii tu yale Mungu ananiagiza. Bila haijalishi nitakuwa na watu au sitakuwa na watu. Kwa sababu nia ya Mungu kwetu ni kutengeneza ushirika kati ya sisi na yeye. Bwana Mungu, haleluya. Kanisa la Jehova, haleluya. Kwa hiyo simama, kubali kuwa kanisa la Mungu. Ili Bwana ajivunie wewe nyumbani kwako. Ni faida yako, iko neema ya ajabu. Tunaishi kwa uhuru wengine hivi. Kwa kuwa Kristo ameumbika ndani. Nani ametishi? Tumetishwa tukutishwa. Wametuwinda kwa namna zote. Hatujajiepusha kuinena injili ya kweli. Kwa tunajua sasa sio sasa ndoka. Na kinachotupa ujasiri ni yule upendo wa Mungu ulio ndani yetu. Endelea kusema imalize. Au imalize. Sasa tunaanza hebu tuende sasa. Tuliendelea, amen. Tukasoma tukasema ukifanyika, amen. Ukifanyika mwana wa Mungu, upendo unaumbika ndani yako, si kama ndivyo andiko, amen. Ndani yako ili ndani yako, kwa maana upendo humpa mtu sole. Na maana kwa maana upendo humpa mtu msukumo wa nani? Wa huduma, bila kujali mapito ya kuvunjwa moyo. Amen. Ndio tuliangalia kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 11 na mpaka 15. Tukaangalia Kutoka hiyo 3 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Tukasoma Mathayo 16 mstari wa 67 na 68. Tukasoma hiyo Marko 15 mstari wa 16 mpaka ile 20. Na tukasoma Mathayo 27 mstari ule wa 37 mpaka ule wa 44. Na tukasoma pia kitabu kingine cha mwisho Luka 23 mstari wa 38 na ule wa 43. Amen. Tunaingia leo namba 5. Kanisa la Mungu, haleluya. Amen. Tutamaliza tu jioni, kumbe maandiko yako sawa tu hapo. Tutasoma kwa kamili, tunaangalia muda wao. Tutafika tu. Amen. Namba 5. Upendo humletea mtu mamlaka ya huduma. Upendo humletea mtu mamlaka ya huduma. Upendo humletea mtu mamlaka ya huduma. Ukiwa na upendo, ukiwa na mamlaka, hautajali unatukanwa, hautajali unapingwa, hautajali unavunjwa moyo. Vinakupa mamlaka. Upendo ndio unaleta mamlaka. Si Kristo yuko hapa, yeye mamlaka ni upendo. Anakupa uwezo usio wa kawaida wa kushinda. Hata mtu angechukua kanambia kupelekea kwa mganga wa kienyeji anajeroga yeye. Kwa sababu unayo mamlaka. Hata angechukua singuo na unajua wewe, anajizuru yeye kwa sababu unayo mamlaka. Na hii ni automatic. Uombe usiombe, akigusa jina la mganga wa kienyeji amejigusa yeye. Kwa kuwa kila anachokifanya kwako kitamrudi. Amen. Usiandike mimi nazungumzia hapo upendo sio kupoteza. Kwa upendo nilikuwa na kazia, nilikuwa na tafsiri. Kwa nikasema upendo humletea mtu mamlaka ya huduma, na na moja ya mamlaka ya huduma ni kujitoa.
upendo umeletea mtu mamlaka ya huduma, na moja ya huduma moja ya mamlaka ya huduma ni kujitoa. Upendo umeletea mtu mamlaka ya huduma. Umeletea mtu mamlaka ya huduma. Nimesema na moja ya mamlaka ya huduma ni kujitoa. Na lengo la huduma ni utukufu wa nani? Kwa Mungu mwenyewe. Amen. Hebu tuende Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Nikutajia maandiko yote kwanza, alafu nikutajia Zaburi 29 mstari wa pili. Tutasoma mstari tu, tutasoma Matendo ya Mitume, tuweze kusoma maandiko yote na tuende ili tukamilishe jioni. Katika maandiko yote tusome angalau moja wapo. Amen. Tusome baadhi ya maandiko tu machache hapa, ili vinginevyo tunaweza kusimaliza. Kwa tutasoma maandiko mengi kwenye maandiko, lakini tutasoma maandiko moja wapo tu tuwakilishe. Nimesema Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Nimesema Zaburi 29 mstari wa pili tu peke yake. Lakini tusome kitabu kile cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa 7 mpaka 12. Hiyo hapa ndio some. Msinipoteza. Nataka tuende haraka na watu. Nataka niende vizuri. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 7 na ule wa 12. Ndio tusome hapo. Kitabu cha Matendo ya Mitume, aliyefika Matendo ya Mitume aliyefika. Matendo ya Mitume 13. Yes, mstari wa 7 mpaka ule wa 10 na ngapi? 12. Amina. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema, mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake. Akawataka kulisikia neno la Mungu. Lakini Elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao, akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Lakini Sauli, ambaye ndiye Paulo, akijaa na Roho Mtakatifu, akamkazia macho, akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Basi angalia mkono wa Bwana juu yako, nawe utakuwa kipofu, usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kumwongoza. 12. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka, akaamini, akiyastaajabia mafundisho ya Bwana. Tunataka sasa watu mema wakatisha tena. Uliwaona nini? Uliwavuruga. Twende soma sasa. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake. Amen. Nataka nifafanue kama tosha. Bwana Mungu, haleluya. Na anaitwa Elima hapa jina. Elima nani? Anyosha. Elima. Anaitwa Elima. Mungu abariki sana. Amen. Nifike kuna mtu ambaye ana jina zuri. Amen. Biblia inasema watu hao walikuwa na Sergio, yani Paulo, yani wako kwenye kwa mfalme mmoja. Yule
mfalme alipendelea sana mambo ya uchawi na ushirikina. Kumbuka tunachosoma tunachokiangalia hapa, tunaangalia namba 5. Upendo humletea nani? Mtu mamlaka. Amen. Ya huduma, na moja ya mamlaka, amen, ya huduma ni fanya nini? Ni kujitoa. Amen. Ndio tukasema Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Tukasoma kitabu kingine cha ile Zaburi 29 mstari wa pili, tukaangalia hapo tumeandika. Lakini leo tulikuwa tunasoma, sasa hivi tumesoma kitabu kimoja tu kiwakilishe vingine ambapo ni matendo tu. Sasa alipokuwa nani msomaji wa Biblia anasema hivi, palikuwa wakina Paulo wakaendelea na huduma na wito ulio ndani yao. Wakafika mahali kwenye mji, palikuwa na mfalme mmoja, mtu mmoja alikuwa aliajiri tuseme ganga. Alikuwa na watu, alikuwa ni maarufu kwenye ule mji kwa sababu alikuwa ni mchawi. Amen. Alikuwa ni mchawi. Yaani ule mchawi wa madawa. Alitegemea sana waganga na mazingira mengine ya ajabu. Biblia inasema walipoingia kwa Paulo mle ndani, yule bwana aliposikia yale mafundisho yao huku na huku, yeye akaona amwelewa Mungu vizuri. Na ili amfahamu amwelewa vizuri Mungu, ataje apate mtu mwenye ufahamu, mwenye kujua maandiko, mwenye historia, kumpa historia kamili ya Kristo. Je, kweli alikuwa ni Mungu? Alikuwa ni mwana wa Mungu? Au alikuwa ni mtoto wa Mariamu tu? Alizaliwa kwa mtoto wa Yusufu tu? Maandiko yanadanganya. Kwa akataka apate mtu mwenye ufahamu, mwenye kuijua kweli ya Mungu. Kwa aliyopata wakina Paulo akiwa Sauli, amen. Hapa amemtaja Sauli akiwa Paulo, amen. Walipoingia kule ndani, amen, na Barnaba walipoingia kule ndani, ilibidi waanze kumwelekeza yule mtumishi wa Mungu kama ni pasa yeye afanyeje. Akaeleza vitu vingi pale, lakini maandiko tuambia hivi, wakati wanaendelea kufanya huduma, akaitokeza mtu mmoja anaitwa Elima. Yule mama alikuwa ni mchawi wa kupita. Biblia inasema hivi, amen. Sio mama tena. Yule ndugu alikuwa ni mchawi uliopitiza, na moja ya uchawi wake ilikuwa ni kuwatia uvivu watu wa kutomwelewa Mungu. Ndio maana na wakati fulani unaweza hata ungefundisha ni kama kiasi cha dola. Yaani haielekei. Fuatilia maisha anaoishi huko nje ya kanisa. Wale watu wanamchochea, wanampulizia uvivu, yaani roho ya kutoelewa maandiko. Kwa hata angekaa kwenye kanisa la watu waliokuwa wenye neema, yeye maisha yake ya kidunia kabisa, wala huwezi kusikia mabadiliko. Kama mtu akisirani kwa mtu akisirani tu, hata ungefundisha, hata kati ya wacha Mungu, yeye kunyonya tabia yao kwa kuwa muda mrefu, muda wake wote kutoa zile takasa mbili, maisha yake yote anayatumia kukaa na watu ambao hawana neema Mungu. Sasa wale wanamvuvia kitu kuiacha imani, na wengi wameiacha imani kupitia mfumo huu. Wanangu walio Elima kama ni amepewa kazi namna ile, kuwapulizia watu leo usingizi. Tunashukuru mtu yipiga hapa sasa hivi. Hata ungemwekea maji kwenye dishi, utafundisha hapa na kelele zote za haleluya, yeye ana habari usingizi wa kutosha. Amen. Hiyo ilikuwa kazi ya kina Elima. Alipoona wale watu wameingia na wewe anamuelewa, akatengeneza roho, akasema kombora ya kutokuyasikia maneno ya nani? Ya Mungu. Kuleta uzito wa kutokumuelewa Mungu. Paulo akiwa amejaa roho ya Mungu ndani. Nimesema upendo ndio unaweza unakupa msukumo, mamlaka. Amen. Ukiwa na upendo huwa inakupa mamlaka ya nini? Ya huduma. Tuangalie namba 5. Kwamba upendo humletea mtu mamlaka ya huduma, kwa sababu alimpenda Mungu na alijitoa kutaka kuhubiri injili ya kinafiki. Alisema kweli Mungu Paulo. Ndani yake amejaa upendo, yaani Mungu amekaa ndani, amejaa roho na nguvu ya Mungu kama tulivyosoma andiko. Akatambua pana mtabishaji hapa ni Elima. Akamwambia wewe ukipotosha wewe kweli ya Mungu. Yaani wachi mwenye hila, wachi kupotosha neno la Mungu mpaka utapotosha neno la Mungu. Akasema kwa namna hii ni mkomeshe. Akasema usione uwe kipofu mpaka sasa. Kuanzia sasa. Hebu niambie leo hii mtu amwambie uwe kipofu.
Yaani watasema na neema ya Mungu kama mchawi. Yaani vitu vya Mungu wamemsukumia shetani. Yaani vitu muhimu vya Mungu wamemsukumia shetani. Ndio maana leo hii hata wengine kubarikiwa kupata mamilioni ya fedha, anaona shida, wanasema Freemason huyu. Kama wapi mlokole wewe na mahela yote ana njia mbadala huyu. Wanajiongezaga watu. Yaani haamini kwa Mungu anaweza kubadilika, akabariki. Yaani tumempa utajiri, tumempa shetani. Kama yeye watu bado usione utajiri unafikiri hivi hivi. Wametoa kafara. Kama yeye ametoa kafara amefanikiwa. Wewe unafanya nini ufanikiwe ulimzidi yeye? Ataaminije na Mungu? Mungu ako na nguvu. Kama yeye Mungu yake amempa utajiri, wewe Mungu wako anakupa kitu gani? Mimi nakataa kufa maskini. Kataa kufa maskini. Tunapoingia 2026 iwe ni ya kwako ya mabadiliko. Watu wajue tumeokoka. Tumesema upendo unampa mtu mamlaka. Na ana maneno unasema pamoja na kumiliki. Ukamiliki mwana wa Mungu. Ukamiliki. Kwa kuwa ni haki yako. Fedha ni mali ya Mungu. Yule mashetani ni mwizi. Usimpe shetani. Yaani chozo la kupanga kwamba 2026. Shetani ataka asitake. Tutagombana mpaka kaloni ya mchele kwenye kiwanja. Na inawezekana. Kwa nini tukiona upendo tukifanya kanisa la Mungu, Bwana anashiriki, tumesoma hapa. Bwana anashiria mamlaka ndani. Yaani mamlaka inashiriwa kwa Paulo. Yule mchawi anasema watu tugombane. Roho wa Mungu aliye ndani yangu na uchawi wako. Akasema anaua kipofu. Uchawi wako nimsaidia kuziba. Yaani kwa nini yule mtu alikubali, yule mfalme, yule kiongozi alikubali? Alisema hakika hawa ndo wana Mungu. Kwa nini? Alimjua elimu alivyo mbabe. Na ubabe wake wote ulinyamaza kimya kwa Paulo. Tunaleta maandiko haya ili ufanyike kanisa. Wachawi wanaojigamba kwenye mtaa wako ifike mahali kwamba wakome sasa. Wanaokaa mitaa wahame, wakakae mtaa wasio na Mungu. Mimi ubia kama mfano ukitaka waendaga Matuiga wakae vikao vya Matuiga kule, yaani kwenye vilabuni kutoka kakae kule. Kwenye viwanja vitu vya poto watupishe. Na inawezekana. Ndio maana nitaka mimi mkorofi ndivyo nilivyo. Haiwezekani hata mmoja hajamjua Mungu apate ofa ya kulala vizuri kwa mimi niliye na Mungu. Si niko katikati yao. Wana Mungu, haleluya. Kanisa la Kristo, haleluya. Asikusumbue mtu. Mpaka unaanza kunyenyekea mchafu. Ukiwa na Mungu ndani ya kanisa, atakupa mamlaka yasiyo ya kawaida, anayekutabisha na hata kutabisha tena. Na ili ajue na Mungu, wewe piga mguu tu ashemee. Lakini mimi nafundisha hapa upendo humletea mtu msukumo mamlaka. Amen. Kana uko na mamlaka. Biashara yenu unasugua magoti, baba niko hapa. Ni mtoto wako, hii kazi na kutolea sadaka na kutolea zaka. Baba umesema utaamuru taifa lisilolijua litajitumikia. Lete watu, sema utatoa watu kwa ajili yangu. Toa watu, hizi bidhaa sitanunua ili nikana watoto wangu nyumbani. Nimenunua ili niuze nipate fedha. Na hii fedha ni uwasomeshe watoto na nikutolewe kanisani. Bwana afanye hapa. Mungu atanyamaza kufanya. Hautaima ukame, kwani unayo mamlaka. Haiwezekani netumia uilizi akauze. Wewe na wa Mungu usiuze. Yaani mpaka malize wanaokosa kwake waje kwako. Nilikataa biashara ile mimi. Natamani lazima niwe mfano. Wanizunguke pale kama mfalme wa Mungu kwanza. Nimalize kwanza mimi. Nataka wajue kwamba ndani yangu ni mkuu kuliko ilizi zao. Nani amwakilisha Mungu duniani? Watu wanamtukana Mungu kwa sababu sisi tuliona Mungu atajitoa kikamilifu kumwakilisha Mungu kwenye mitaa yetu. Tumejichanganya mno. Uokovu wa mdomoni huu hautusaidii chochote. Wala haumpi Mungu utukufu. Okoka wewe wa Mungu. Natamani ukae na Mungu vizuri, umwakilishe Mungu duniani. Kubali mabadiliko. Fanya kanisa la Mungu wewe. Kubali kwa kanisa la Mungu. Ukiwa hivyo mazingira yote yatakutii tu. Kwa nini?
mamlaka. Alipoona Paulo sema sasa wewe ngoja tumalizane na wewe. Yaani mpaka nimalize kazi kwa uwe kipofu kwanza. Usione kile usikiage tu usione kinachoendelea. Giza ikamtanda wakati ule. Akamapasa kuona chochote tena. Yule bwana alipoona anasema hakika hawa wana Mungu. Natamani ifike mahala wanaokutabisha ufike mahala wasema hakika ana Mungu huyu. Wanaokutabisha ifike mahala wasema na Mungu. Wanaotamani wanatamani yani mpaka kesho, yani wao tamani kesho wasije taarifa habari mbaya kama uko kwenye jeneza. Wapata habari njema za Mungu. Ifike mahala wajue tuna Mungu. Nilisema hapa, mimi niliwalazimisha ukoo wangu wamemheshimu Mungu lazima. Hata kama hakutaka niliwalazimisha. Nilijua ninayo mamlaka. Wasinichukulie kama mzawa. Wanione nilipita tu kwao. Mimi ni mtu mwingine. Nimeoshwa kwa damu na kondoo. Nimegeuza fikra. Ni mtoto aliye juu. Niliwalazimisha. Leo hii kwenye familia wengi wameenda wengine EGT, wengine sio FPCT. Wananema Mungu kwenye wale tuingie nyumba yako wale. Amesema mwanangu mwingine hapa, hatunao tena. Licha ya baba kuwa mkuu kwenye dini ile, amebaki yeye, hata mama mwenyewe hayuko tena. Lakini alianza Mangongoro peke yake. Amen. Kwenye familia ya walevi wasiomjua Mungu, niliwalazimisha. Kwa Jumapili sikutaka mtu anipige simu. Jambo hili lifanyike. Kwenye familia mambo ya kimila na desturi, nilisimama pale kwetu wote, nilisimamia misimamo yangu. Niliwalazimisha. Jitambulishe kwa wasiokujua ili wamjue Mungu wako ndani yako. Ni rahisi watu kuokoka. Matendo yetu mabovu tunawafungia wengi, hawamwamini Mungu. Kama anasema Yesu ni Bwana na huyu naye sasa maana yake anasema ni Bwana, maisha haya, matendo haya, kama maisha wokovu ndo haya, Bwana kaage tu ninywege tu. Hawa ni tofauti. Kubali kuwa kanisa la Mungu, watu wakombolewe. Mungu anakuita kwa kusudi, ana ajenda na wewe. Na kama utapuuzia haya, iko siku utakuja kusimama kwenye kiti cha hukumu peke yako kutoa hesabu. Uliyatumiaje maisha ambayo Mungu alikusazia kuishi duniani? Ulipokuwa duniani, uliyatumiaje maisha? Ulishije mbele zake na kwa watu? Lazima ripoti itoke. Sasa kama wale wa kwanza wengine hata kanisani hawataki kuingia kwa sababu ya matendo yao, shauri yao. Mimi nafundisha somo tu hapa. Kubali kuwa kanisa la Mungu. Ndio ni kanisa la Mungu hapa. Yaani tukubali mabadiliko. Tupendane. Jifunze kumpenda ndugu yako. Pana gharama gani? Bwana Mungu haleluya. Kanisa la Kristo haleluya. Namba 6. Tuende tutapofikia. Na kaya muda wangu ni bagere ya 15 tu hapa. Mimi nimalize. Kanisa la Mungu haleluya. Tunafundisha kanisa ni nini? Tumeangalia maandiko kutuelekeza mpaka tumefika hapa. Tayari tumeshatambua kanisa ni mimi na wewe. Yaani mtu aliyekubali kuishi maisha ya utakatifu ambao Kristo yuko ndani yake, huyo ndio kanisa. Au kwa tafsiri nyingine, huyo ndio Mkristo. Achana Ukristo wa dini. Wewe dini gani? Mkristo kama ni mlevi. Dini gani? Mkristo kama ni kama mganga kienyeji. Yaani achana hapo. Dini gani Mkristo hata kama ni sisi kama ni mwanasiasa na wanakuwa wengine. Yaani huko tu nataka ule Kristo, achana wale Kristo copy. Nataka wewe wale wafuasi wa Kristo. Natamani ibada zetu hapa, yaani malaika wasimamishe sifa mbinguni, waunganishe ibada zinaendelea. Ndio maana sema mimi vya watu. Natamani Bwana niambie nini nikasimame sasa nikasema. Nina degree ya theolojia hapa nimesoma. Ukitaka wasomi miongoni mwao tumesoma. Lakini hujawahi simama kusoma na vitabu vya theolojia hapa.
havitusaidii. Ni balansi ya kujua historia ya Biblia mazingira. Lakini tukitokea toka hapa tuna uheri. Wengi theolojia na usomi wao imewapoteza. Ashukuriwe Mungu, mimi alinitunza kwa usomi wote wa Biblia. Alinitunza. Na tangu nimefika nimeanza kumjua Mungu, sijawahi fundisha theolojia hata kusoma. Unajua haitamsababisha kwenda mahali pengine. Itakuwa balance tu. Matendo ya Mitume imegawanyika vifungu vingapi, kwenye wangapi waliandika, itakusaidia kitabu cha Zaburi kikoje. Na hebu niambie historia hiyo, afu usiasi kushirika na Mungu. Ni wanasema nani ile mithali iliandikwa na fulani. Ni kitabu na kijua chote, kimegawanyika mifumo. Anasema kimegawanyika mifumo. Yeye mwenyewe hajagawanyika kwa Mungu. Hana Roho Mtakatifu, hana Mungu Baba, hana Mwana. Unataka kuomba maombi yake mafuta tu yafaa kwa kitu mlangoni hapo. Ndio yafunika mafuta. Sasa ile ile sinaelewa na tofauti. Tunasema mnaelewa kutegemea damu. Sasa hebu niambie sasa, wewe ina kifupa ndani na ile kibuyu ndani, tofauti kwa na kama unaweza mafuta ndani hayakusaidia kuleta hasara nyumbani. Ni vipi watu? Na ni wapi mahali nikasema mafuta yao ni utambulisho kwamba ni mtu wetu. Sio tunashika kuroga. Ni leo ndio ni wapendo wengi akiba yao. Unanyesha damu ya mwanakondoo. Damu ya Yesu Kristo alikufia msalabani. Ukisema nafunika nyuma yangu kwa damu ya mwanakondoo, nani aruke? Na kama hawaamini, si tuko pale, si waje wapige kelele kwenye bati. Tunamjua aliyetuita, yeye ni moto la. Amen. Wana Mungu, haleluya. Namba 6. Tumesema namba 5, upendo umletea mtu mamlaka ya huduma, na moja ya mamlaka ya huduma ni kujitoa. Tukaangalia maandiko yako hapa. Amen. Namba 6. Sasa nafundisha neno. Yaani ukiwa hapo utajua Biblia vizuri tu. Kwa watu tunaitengeneza, tunajaribu kuangalia Biblia inasema nini. Amen. Namba 6. Imetafsiriwa kuwa ili mtumishi wa Mungu aweze kuwa na mamlaka katika huduma. Imetafsiriwa kuwa ili mtumishi wa Mungu aweze kuwa na mamlaka katika huduma. Wengi wamekosa huduma kuwa na Mungu kwa sababu ya kukosa mamlaka. Ile nguvu ya Mungu haipo. Lazima mtakeni Mungu na nguvu zake. Wanamtaka Mungu, hawataki nguvu zake. Wanamtaka Mungu na makopo ya mafuta. Wanamtaka Mungu, yaani vitu vya ajabu sana. Yeye ndio mtake na nguvu zake ndio zikuwezeshe, zikupa mamlaka. Sasa ndio imetafsiriwa kuwa ili mtumishi wa Mungu aweze kuwa na mamlaka katika huduma, lazima awe na uwezo binafsi kujitoa bila kujijali. Imetafsiriwa kuwa ili mtumishi wa Mungu aweze kuwa na mamlaka katika huduma, lazima awe na uwezo binafsi wa kujitoa bila kujijali. Sio bila kujali, kujijali. Yaani bila kujihurumia, kwa lugha nyingine. Hauna uwezo wa kujitoa yeye binafsi. Nilihubiri kule Lihuri, niwesemage vizuri juu wala ni hizi radi zinapigwa, zikichoka zitakuja kuwasaka wenyewe ziteta. Tuliweka kanisa kubwa. Tulienda Kigoma pale, Mwanga. Na jina lake lilivyo vile vile. Ndio mtumishi wa Mungu anayefahamu. Wale watu hawabahatishi.
Achana huko sio ukisema mchawi sema mchawi tulikuwa wote. Umeniona ukanionyesha anakupeleka kwa balozi. Kule ni wawazi mbaya yani ndio wanasifiana. Yaani mpaka wanatambishiana. Yaani kuna mashindano ya kiuchawi. Sio wanaalikana watu kabisa. Miti na kauka wanatuangana jamaa. Ligi kabisa inafanyika. Ligi. Huku kweli wachawi wenyewe wa kuharibu mboga. Ndi mchawi si njaa tu. Amekuona umenunua amesikia karusi kwa vitunguu saumu. Ya macho yako huko taame viatu kafia yuko kwenye sefuria. Si njaa tu kabisa. Naona unamuogopa mpaka unafika mahali unakwenda buchani kuna mtu yuko tayari abebe jaba. Unafika umetoka kununua kumbe mwenye ndani ameweka nyama tu asione jirani maana akiona ndio shida. Yaani hata kuiunga yuko tayari atumie supu. Maana akisikia akikata vitunguu vitasikika yule mchawi lazima atadisi kuna nini kule ndani. Yaani maisha ya tabu ya nini haya? Sisi kukaa na Mungu sisaka nguvu za Mungu tu zikusaidie. Nikawaambia nikiwa na ilizi za kwao wataniua. Nikiwa na uchewa kwao wataniua. Nikiwa na ufunuo wa mafuta sio nani wataniua. Kama nina jina kipendano na jina kama Yesu ndiye aliyeniita na yuko hapa. Watafiekana wao. Tuliaje historia na jina ndio kanisa la kwanza uka. Liko kufisit pale. Mimi ndio niliweka. Mchawi kitu gani? Tunzo takatifu tukana Mungu vizuri. Mama yako ndio ni makubwa. Litumie jina vizuri la Kristo. Ukiwa na maana hakutakuwa na uharibifu wote. Jina litakusaidia kukutoa mahala hata kama ulifunikwa mahala utatoka tu. Na Mungu anasema atakuagizia malaika. Ndio kazi ya Mungu. Yaani hautapigana, malaika watakutangulia. Wakachapa makofi ya kutosha. Amen. Kwa tumesema namba 6 imetafsiriwa kuwa ili mtumishi wa Mungu, maana kwa sote ni watumishi wa Mungu. Amen. Ili mtumishi wa Mungu aweze kuwa na mamlaka, awe na mamlaka. Amen. Awe na mamlaka, aweze kuwa na mamlaka katika huduma, lazima awe na uwezo binafsi wa kujitoa bila kujijali au kujihurumia kwa ajili ya kazi ya Mungu. Awe na uwezo binafsi wa kujitoa bila kujijali wala kujihurumia kwa ajili ya kazi ya Mungu. Jamani, yeye mashahidi hapa, tukaendelea kuwepo hapa, tusingekuwepo hapa. Nilikuwa nahangaika na wai, wengine wafundi wakaondoka kabisa wakaanzia yeye baba pale. Tusikando sisi tunajitoa mwa. Nilikuwa na wai pia yangu mapema kabisa na moja niko hapa. Nikuja mara nipaka nifunga shirizi, nikuja nini? Wanasema kwetu hakuna makanisa, hakuna nini? Nisema kama hakuna makanisa, hiyo sheria sio ya Tanzania, ni ya kwenu na huko. Tutajenga, sio tuko sasa. Nani amezuia? Wametumia njia zote, wametukana matusi, wametumia manikutisha kanisani, wameleta na mapanga, wamefanya nini? Kwa mtu tumekufa moyo. Sio tuko sasa. Tunasema tukiwabaini tutakwenda nao kwenye sheria. Wakija rohoni tuko vizuri. Hatuogopi. Hii nchi ya kwetu Mungu ametupa. Tuna uwezo wa kuishi popote bila kupangiwa na hawa jamaa. Amen. Inawezekana tu. Kwa nini? Tunayo mamlaka, tunayo nia ya Kristo. Sasa hebu niambie, tungekuwa tunatoka kwenda kwa waganga wa kienyeji, sio ungetumaliza hapa. Ukijichanganya shauri yako, chagua moja kwa na Mungu tu, itakusaidia. Nimeanza kuhubiri toka nimefika hapa mpaka wangapi? Nimeanza hivi pia. Wamejaribu, wamejaribisha. Kawaulize kama unawafahamu. Na wengine tunao. Wakateka mitego ikawafatikia wao wamefika. Si unawafahamu? Niliposema Bwana yatosha, huu mtego huu tulipokanyaga ukaenda kwao. Nani akutishwa kwa Mungu?
Tunza nguvu za Mungu tu. Acha kujichanganya. Tunza utakatifu. Natamani mnatengeneza na Mungu. Mungu ajivunie uwepo wako duniani. Uwe balozi kwenye mtaa wako. Natamani. Jamani, liko la Bwana Mungu. Kuwa rafiki wa Kristo. Yaani Yesu alikufia msalabani, awe rafiki yako. Hale na wewe, halali na wewe. Ni neema. Kwa hii imetafsiriwa kwa ili uwe mtumishi wa Mungu. Amen. Ili mtumishi wa Mungu sote aweze kuwa na mamlaka ninayosema sasa, ambayo tumeangalia kwenye Biblia pia kwenye vitabu. Na mamlaka awe na mamlaka katika huduma. Lazima awe na uwezo binafsi. Sio akusukuma mpaka usikie message, bwana leo Jumanne, leo Ijumaa. No, uwezo wako binafsi. Kwenye idara kina mama, jumuika kwenye idara kina mama. Shifanya kazi ya Mungu. Wana kwa lisali moja tunashinda kukaa kwa kina mama kweli. Mfundishane nguvu ya kusimama na Mungu. Mpeane uwezo ili jioni muandikeni mezani, tunaamka, wewe amka muombe. Saa 8 usiku mnapeana message. Bwana wakati wa kushambulia mnaingia, wewe anashambulia, kuna shambulia. Sasa kama alichelewa mchawi kurudi, atakutana na kombola angani. Ya kwani kwa sababu tumetengeneza cheni. Wanapata sifa, hatuna ushikamano. Mwingine aombe Siroro, mwingine aombe Sikagwina, mwingine aombe Simamvupe, mwingine aombe mtaa wa benki, mwingine aombe si wapi, mwingine si aombe wapi. Tukiungamanisha pamoja, tukaandikana message wale sana naamka, tukaamka saa 8 usiku, tukaingia kuomba. Nani akutisha? Nani alibu biashara yako? Nani alibu elimu ya mtoto? Nani akuhangaisha? Hawatakutabisha. Wao wanafanikiwa na umoja wao. Yaani kama ni zao mchawi ya kutoa mtoto wake, hata kama alimpenda, atamtoa kwa machozi yako hapa. Wanasemaga ngongoni. Wao wanamaanisha wana Mungu tunakuwa wapi? Waliokopi tu hawa. Mchawi kitu gani? Mganga kitu gani? Mungu wao wanaotumaini yeye aliumbwa. Na yeye ni kiumbe cha baba tunayemwabudu. Anakutisha nini? Ana mishipa ya baba anaifahamu vizuri. Ndio aliyemuumba kama malaika. Ana ubongo, angeamua tu Mungu, sema tu acha tu Mungu, atumwingine. Ngakutisha wewe. Ngando wenyewe na utumbo wake ni wa Mungu, sio akili ni ya Mungu, sio ni ya Mungu. Asikusumbue. Amen. Kwa tumesema lazima ajitoe bila kujijai au kujihurumia kwa ajili ya kazi ya Mungu. Danieli 3:8. Danieli 3:8 mpaka 17. Kutoka 13:21-22. Kutoka hiyo 18 mstari wa 10 mpaka ule wa 30. Bwana Mungu haleluya. Hebu tusome kimoja hapo ulipofika. Kati ya hivi vitatu soma kimoja hapo tuwakilishe. Sasa tukaombe muda umeniacha. Tutakutana ibada ya pili saa 9. Tutamaliza somo letu kubaki namba ngapi? Tutamaliza jioni vizuri. Na tutakuwa tutatoka mapema kabisa iwezekana. Hii huwa ambao ulifunga kafungu wake tu. Tukimaliza tu ibada ya pili kama ulifunga kafungu wake tu. Amen. Twende. Aliyefika. Nimesema Danieli 3:14 mpaka 27. Kutoka 13:21 mpaka 22. Na nikasema na kutoka hiyo 14 mstari ule wa 10 mpaka ule wa 30. Danieli 3:14. Twende. Nebukadneza akajibu akawaambia, enyi Shadraki na Meshaki na Abednego, je, ni kwa makusudi hata hamumtumikii Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa mkiwa tayari, wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zumari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha ni vyema. Bali msipoisujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuri liwakalo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayeokoa ninyi? Msikie neno nasoma.
ili tuendane na tulichokiandika. Twende. Naye ni nani Mungu yule atakayeokoa ninyi? Naye ni nani mwangu? Mungu yule atakayeokoa. Yaani mchawi anajigamba. Naye ni nani atakayeokoa ninyi kwenye mikono yangu? Mimi Nebukadneza na ubabe nilionao. Nani? Ninasema Yesu. Nani atakayeokoa? Enyi Shadraka, Abednego na Meshaki. Nani atakayewatoa? Twende, anasema. Ndipo Shadraki na Meshaki na ndipo wale walioitoa bila kujijali wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, wewe Nebukadneza, na maneno yako hamna haja ya kukujibu. Hatuwezi tukakujibu jambo lolote la kubishana wewe. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza anayo mamlaka na tanuru wakalo moto, naye atatuokoa mikononi mwako, mfalme. Yaani wanajibizana na mfalme, atatuokoa mikononi mwako, mfalme. Amen. Na atatuokoa mikononi mwako, mfalme. Yale mamlaka, Biblia inaambia hivi, yale maneno yakamghadhibisha kama mtu. Yale maneno yakamghadhibisha mfalme. Wengi wanaimbaga tu hapa, lakini angalia, sema sio kutupa mdomo wa moto, ninaambiwa yule si mtu wa nne. Wanaimba tu mdomo, lakini fuatilia kimya. Haikuwa rahisi, walijitoa bila kujijali, walikuwa lazima kufa. Wakasema kama Mungu hajatuokoa sisi, hatuwezi kubadili maamuzi ya kuabudu kitu kingine zaidi ya Mungu aliyetuumba. Katu mfalme hatuwezi. Tuwe. Nebukadneza kwa sababu tuambia acha nichoche moto. Akaamuru askari wachoche moto. Wakawafunga mikono kwa peleka. Yale maamuzi ya bila kujihurumia, mamlaka Bwana akaachilia mamlaka makuu juu yao. Akazima makali ya moto. Niwafundisha hapa kwamba wale walichukua tenda ya kuwasukumia motoni, wao ndio walisukuma wao kafa. Wale ambao walipewa tenda walikuwa tenda ya kusukumwa. Waliosukuma walikuwa sawa, waliosukuma ndio waliokufa. Nimesema ukiwa na mamlaka ya kihuduma, anayekusukuma anajisukuma yeye. Nani anakusukumia kaburini? Atajiingiza yeye. Wanachimba mashimo, watumbukia wao. Kwa lazima sasa ili ufike hapa, lazima wewe mtu ambao yani hujijali wala kujihurumia, uko tayari kwa mapambano kwa lolote, kwamba Bwana usifanye ukawie kufanya mimi na kwako. Leo hii atakula vibaya, mtu amekula tu vibaya, atakuja kanisani, nimekula chukuchuku. Kama Mungu amenipenda mimi ningekula vitamu vitamu, nitamsifuje Mungu? Sina sadaka, nitaendelea kanisani sina sadaka. Yaani hata kuhudhuria kwenye ibada mpaka una sadaka. Hatukatai ndio, kwa sababu sadaka hapana ibada. Lakini pia Mungu akanaangalia nia yako wewe ya ndani. Je, umeacha nyumbani? Kama hauna hata moyo wako msifu Mungu umeshindwa. Kuja kumwabudu Mungu, usikie ujumbe kama huu kusaidia. Na kwa uwezo unabaki nyumbani. Wanafikiri Mungu anahangaika na sadaka zako kuliko moyo wako. Wanafikiri Mungu masikini. Ni kweli sadaka ni ukamilifu ibada, lakini dhamiri yako kwanza ya ndani. Tutaangalia kwenye Biblia, itoeni miili yenu katika kitabu cha Warumi. Itoeni miili kuwa dhabihu takatifu yenye kumpendeza Mungu, maana hiyo ndio ibada yenye maana. Ili sadaka yako ikubalike na vyote, lazima kwanza moyo wako ndani unaoshirikiana na Mungu. Pesa Mungu, haleluya. Wao walitoa, waliona moto, hawakuogopa, wakubadili maamuzi yao. Yale maamuzi yao yalisababisha mamlaka ya Mungu toka juu, yakakwangua makali ya moto yakatoka nje, yakawashambulia madui. Kule ndani kawaka moto kama mwezi tu. Tusimame. Simama. Na tukaombe neema Mungu. Wewe kanisa la Mungu leo, kubadilishwa uwe mwana Mungu, uwe kanisa la Mungu leo. Siombe binafsi, nitawaombea wote jumla, nitaomba hataweka mikono. Lakini wewe siombe binafsi,
Bila kuomba kwenye haki kwa faa sana, akiomba kwa imani pasipo shaka, kwa bidii tuongezeke. Inawezekana kuwa kanisa la Mungu aliye hai. Inawezekana. Tamani wewe kuwa jengo la Mungu, kanisa la Mungu. Uwe sababu ya wengine kuvuta na Mungu kuja kwako. Waliona historia ya mwanzo waone mabadiliko kwamba sasa wamekuwa kiumbe kipya. Sasa Mungu anatoka kwenye dini na sisi kwenye dini. Maana yake lazima tuwaonyeshe tuna Mungu. Sio dhambi. Wakina Sadeka walionyesha kwa mamlaka ya Mungu yakawa juu yao. Walijitoa bila kujihurumia, bila kujijali. Na Bwana akasema sitawaaibisha. Mungu asikuaibishe. Wanaokutesa, wanaokutabisha, achana wakorofi na kumwagia maji njani wakorofi tu. Anataka kesho uondoke, aondoke yeye. Unayo mamlaka. Anaopanga uferi, akaferi yeye kwa mipango yake. Tunaye Mungu aliye hai. Lakini ili tukamilishe, lazima tujitoe kikamilifu kama familia ya Mungu, kama wana wa Mungu. Yesu aumbike ndani yetu. Tulipoanza mwanzo, mtumishi wa Mungu anasema vitoto vyangu na waonea utungu. Mpaka Kristo aumbike ndani. Sema asante Yesu. Umenipenda upeo. Ndio maana leo tena umejitokeza useme nasi. Tumesikia ukisema nasi. Nisaidie sasa. Leo hii nigeuze niwe jengo lako. Nigeuzwe niwe balozi kwenye mitaa. Nisaidie Bwana. Nikuwakilishe duniani kwa uhai na nafasi ulionipa. Twende kwa Mungu peke yako. Nenda kwa Mungu kusaidia. Jiombe peke yako. Usiombe kanisa, jiombe wewe kama kanisa la Mungu. Yaani usiombe jengo, usiombe huduma. Kwa Mungu bariki kazi ya mahali hapa. Nataka leo tukaombe jambo moja tu. Yaani wewe ni kweli tunaombea baraka za mahali hapa. Lakini leo tukaomba Bwana uumbike uwe kanisa. Kama na kisirani kiondoke, kama sio mvivu wa ibada, yaani uvivu kwenye ibada uondoke. Natamani Jumanne tuwe kama tulivyo hivi kwa sababu saa 9 tunaanza machache. Yaani Kristo aumbike ndani yako. Usio wa Jumapili tu peke yake haikutoshi. Nakushukuru. Nenda kaombe kwa Mungu. Mama Mungu nifanye mimi. Tunakushukuru. Tunasema asante. Asante. Fuck!
katika safari yangu, natembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu, natembea na wewe, Maria prostituta, irini heshimiwe, na haya ni sawa yetana wewe, pamoja risereboka Yesu wewe Bwana, nakushukuru kwa kila mkutano. Niombe na wewe Bwana, asante kwa ajili ya neema yako. Bwana, tembea na watoto wako, kaa kwa utukufu wako. Sikia kuomba kwa Mungu, haja mioyo yao. Wamekupenda ndio maana wako hapa. Wengine wako sokoni wakati huu, wengine wako nyumbani, wengine wana kazi kwa ndugu kusalimia, lakini wao wamekutengea muda wako kuabudu wewe. Hii ni nia tu ya upendo kwako Bwana. Bado Mungu amekuonyesha upendo. Kila aliyekuja hapa Mungu dhaifu sasa. Nyosha mkono wako kama unaisikia vibaya. Nyosha mkono wako ulipo. Rika sakata. Bwana, kila aliyekuja ninaachilia nguvu ya uzima sasa. Pokea uzima. Kwa jina la Yesu. Bwana kufanya kuwa mzima. Iwe ni vidonda vya tumbo, iwe ni UTI sugu, iwe ni kansa au ukimwi, iwe ni madegedege, iwe ni malaria sugu, iwe ni typhoid, amiba, chochote, iwe ni sukari, iwe ni pumu, iwe ni pressure, kwa njia zozote, kila ugonjwa wanaojua vipimo na ule ambao kwa vipimo haujulikani, tangu sasa usiwe kwako tena. Ninaufuta toka sia. Wewe huna ruhusa, wewe unasikia. Ndio maana umepewa jina unaitwa ukimwi. Ni kiumbe unasikia. Ndio maana umepewa jina unaitwa pumu. Unasikia. Ndio maana umepewa jina unaitwa uvimbe. Toka sia. Ninakumoa mamlaka katika jina. Pokea uzima kabisa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tenso hilo lisiwe kwako tena kwa mamlaka. Hata kama walisema ulilisi kwa babu. Biblia inasema kwenda kwa wako wetu. Huu ugonjwa usiwe kwako tena. Usikutabishe tena. Katika jina. Bwana kuweke huru bado malezi haya. Kama ilivyoandikwa kutakuwa mbaya na kuonewa. Bwana kuweke mbaya na kuonewa. Ninakumoa wewe pando la mateso, maumivu wewe. Toka sia mamlaka. Natangaza uzima juu yako. Bwana kujalie neema na uwe mzima kwa mamlaka hizo. Tangu sasa ugonjwa huo usipatikane kwako tena kwa jina la Yesu. Amen. Tukutana saa 9, lakini Jumatano ni idara kina mama na Jumanne ni ibada. Tukumbuke Mungu abariki sana. Saa 9 tunarudi tena tumalizie somo letu. Karibu kiongozi wa sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumefikia mwisho wa ibada, karibu tusalimiane. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe.